Habari zenu, tami niko poa, na leo nimesikia himizo kutoka kwa moyo wangu ya kwamba wazazi na hasa wa mama, God anataka tuingie na tuanze kulia kwa ajili ya uzao wetu. Nikafikiria kuhusu God anataka wamama waomboleze, waombee watoto kwa sababu gani? Nikaona mama ni mtu ambaye ako very attached kwa mtoto, kutoka uconceive huyo mtoto, the challenges that ulipitia, na ukambeba miezi 9, the 9 month ukampata. You know the pain, kutokulala, kutokukula, kutokuwa na raha, yani unakuwa tu hueleweki. Na kutoka kuzaa mtoto, unakaa na yeye pia, unamnyonyesha, huwezi lala ukiwa na yeye. So utakuanga na sleepless night mara mingi, na unakaa na mtoto kwa miaka 3 ama miaka 2, ukimnyonyesha, ukimuosha, ukimfanyia everything. Haya, kutoka hapo bado ni wewe unaanza kutayarisha kale katoto kukapeleka shule. Yani maisha ya mama na mtoto iko very attached. Ndivyo nikasikia nimehimizika ndani ya moyo wangu. Ni wakati wa kuamka kutoka usingizi na tuanze kuombea watoto wetu. Biblia inasema ya kwamba mpanzi alienda akapanda mbegu njema, lakini alipolala adui akaja akapanda magugu katika ile shamba ambao mpanzi alipanda mbegu njema. Katika usiku wa manane ndipo adui akaja akapanda mbegu iliyo mbaya. So wakati wowote tunalala usingizi, adui anapata nafasi ya kupanda mbegu mbaya maishani mwa watoto wetu. So ninahimiza wakina mama ambao mnanisikia, na naweza taka tushare widely, tushare na wale wengine, tutakapoenda makanisani, tutakapokuwa makazini, tutakapokuwa katika tu zile shughuli za kila siku, tuchukue hili jambo la kuombea watoto. Sio wako tu, mpaka wa yule mwingine. Let us come together. Wacha tukue na huo uchungu wa huo mtoto, kwa sababu wewe unajua, na huu mzigo nasikia ukiwa mzito sana ndani yangu. Kwa sababu nyakati ambazo tunaishi, kumekuwa na mambo mengi mabaya ambayo inahusu watoto wetu, na si mambo inataka mzazi uwe don't care. Inataka uwe very caring, usiwe mtu wa kutokujali. Hata kama haija kufikia, kuwa wa kujali, kwa sababu hao watoto ni wetu sisi wote. Unakuta adui ameandama watoto wetu na njia kubwa, like ili jambo la LGBTQ. Wasichana wetu wanakuwa lesbian, yani vijana wetu wanakuwa magay, na ili si jambo ambalo linafurahisha Mungu. Ili ni jambo nzito na mbaya ambayo inaweza tuma tupate curse hata katika nchi yetu. Kwa sababu shetani halali kila siku hata njia ya kutesa mwanadamu. Maana already yeye amekuwa judged. Sasa haezi taka kuumia peke yake. Anataka kuvuta watu wengi vile atakavyoweza, ili wahukumiwe pamoja na yeye. Na ni high time
tuamke, maana God hataki waombaji. God anataka waombolezaji. Anataka waombolezaji. Waombaji wanaweza kuwa hawana hiyo burden. But muombolezaji anakuanga even na pain kwa hati yake. So God anataka waombolezaji. Hataki waombaji, anataka waombolezaji. Na kila mama mahali unanisikia, lazima uwe muombolezaji kwa sababu ya watoto wako, kwa sababu ya watoto ambao wamekukaribia, kwa sababu ya watoto wa hii dunia. Tulilie God, tumlilie, tuomboleze mbele zake, naye ataweza kuponya watoto wetu. Ataweza kuponya hata kizazi hichi na mambo itakuwa sawa. Na sisi tuwe watu wenye discipline. Juu, huwezi kuwa, hata wewe unataka kufanya vile watoto wadogo wanafanya. Wengine unakuta wamama, tunaenda uchi. Sasa mtoto anakuimitate mtoto wako. Unaamua kuvaa nguo ambazo hazifurahishi God. Unaamua kuonyesha uchi wako mpaka kwa watoto wako. Na ndio unakuta watoto hata hawana value yote. Yani hana hata ile tamanio la familia. Cause mambo yote shetani ameiweka wazi. Na unajua mwenye anapenda uchi ni shetani, si God. Mwenye anapenda uchi ni shetani. So wakati unajipata wewe unafurahishwa na uchi, you are not in the right way. You are not in the correct way. Utacorrect aje watoto wako. So ni vizuri pia sisi nasi tujiangalie. Juu bado sisi ni wachanga. But ni vizuri to dress modesty. Ndio tuweze raise a generation yenye God anataka. Lakini huwezi niambia tutakuwa tukienda uchi, alafu we expect generation itapona. Haiwezi pona. So ni vizuri ukivaa, vaa vizuri, wacha kuonyesha watoto wako mapaja yako. Hata wacha kuonyesha wanaume wenyewe mapaja yako. Unajua wenye wako huko nje, kuna wenye huwa wanaionyesha and they are there for a purpose. Sasa wewe ukianza kukaa hivyo, purpose yako itakuwa ni gani? Uko na mume, uko na watoto. Sijasema usilook good, hapana. Nimesema dress modesty. Yani kitu ambao haina aibu. Ndio wakati hata tunalilia God, imagine atasikia maombi yetu. Sacrifice tu, kubali tu, na usipo omba, the time will come. Na juu kuna kuvuna kile mtu alichopanda, which is utavuna wakati mzuri, kwa sababu utavuna wakati unahitaji mtu wa kukuangalilia, mtu wa kukutekea care, cause miaka itakuwa imeenda. Usikuwe mtu wa kulia hiyo wakati. Wacheni tuamke katika makanisa yetu, tuamke tuwe na wakati wa kulilia God kwa sababu ya watoto wetu. Na kwa sababu ya kulilia hata nchi yetu, tuwe tukiombea. Yani mambo yote inatuhitaji sisi kama wakina mama. Au wamama wa kulia, waombolezaji. Au ndio God anataka. Beba huo mzigo. Na wakati unalilia watoto wengine, hata kama kwako hakuna kitu imefanyika, God hata allow kwako kufanyike anything. Cause unalilia wale ambao waliopotea. Na ninajua hata waliopotea Mungu atawarejesha. Maana ni Mungu wa urejesho na ni Mungu. So, tukibaki hapo yani tukisema tu, iwe tu iko hivyo. Ni nyakati za mwisho, ni nini? We have to pray, to play our part. Halafu the rest tuachie God. Na itakuwa mzuri sana. Hata wasichana wadogo wenye wajaolewa, hata wenye wajazaa, anza kuomboleza, beba huo mzigo. Anza kuomboleza, maana pale mbele God atakubless na familia na utaishi maisha mazuri. Na watoto wako wataishi vizuri na hawatajiingiza kwa mambo ambayo ni machukizo mbele ya Mungu. Utakuta mambo yako itakuwa sawa. So tuendelee kuomba, tuendelee kuomba, tuendelee kuomba. Tuomboleze kwa ajili ya kizazi chetu. Tafadhali tuomboleze. Let us continue to pray. Usife moyo.